Asubuhi tutajifunza kuhusu kutembelewa na Mungu. Na Mungu akutembelea, nini inafanyika kwa maisha yako? Mwanzo 21:1. Mwanzo 21, Genesis 21:1. Genesis 21:1. Nasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Endelea. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamuita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa, ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8, kama Mungu alivyomwamuru. Mungu alipomtembelea Sara alifanya mabadiliko kwa Sara. Alipatia Sara jina mpya, akabariki Sara na mtoto. Sara alikuwa tasa. Mungu akikutembelea kuna jambo anafanya mpya kwa maisha yako. Wakati Mungu alimtembelea Sara, Sara ndio anapata mtoto wa kiume. Akabadilisha jina la Sara akaita Sarai. Akamuita Sara. Kwa hivyo huyu ni Mungu alimtembelea. Mungu akikutembelea kuna kitu itafanyika mpya kwa maisha yako. Hautabaki vile vile. Kama kuna jambo ulikuwa unataka mpaka Mungu, yani Mungu atakufanyia ile jambo ulikuwa unataka. Faida ya kutembelewa na Mungu, Mwanzo 50:24. Faida ya kutembelewa na Mungu. Faida ya kutembelewa na Mungu, Mwanzo 50:24. Faida ya kutembelewa na Mungu. Faida ya kutembelewa na Mungu. Mungu akitembelea anafanya mambo mengi. Mwanzo 50:24. Unapita some. Nasema Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi, bila shaka atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Fika tu hapo. Mungu wakati Yusufu anafariki, anabariki ndugu zake. Hajasema nimewaachia urithi, alisema Mungu atakuja na waachie Mungu. Yusufu aliachia ndugu zake, Mungu atawabariki, atawapandisha. Aliwacha mambo mazuri kwa ndugu zake wakati Yusufu anafariki. Mungu akikutembelea anafanya jambo gani kwa maisha yako? Mwenyezi Mungu akikutembelea anabadilisha hali. Anabadilisha hali na kuwa hali nyingine. Huyu Yusufu anafariki lakini anaachia ndugu zake urithi. Hajasema mbaki na ile magari yangu, mbaki na watoto wangu, mbaki na mali yangu. Yusufu anawaambia ndugu zake, mimi nafariki lakini nawaachieni Mungu atawapandisha mahali palipo. Mungu atawainua, atawalinda na atapeleka mpaka mji wa ahadi. Mungu, faida ya kutembelewa na Mungu. Yusufu atembelewa na Mungu akiwa mdogo, wakati aliuzwa na ndugu zake, akauzwa akiwa slave. Yusufu Mungu alimtembelea, alipata faida. Hata mahali alienda kuuzwa alikuwa mtumwa, lakini baadaye Yusufu alikuwa mkubwa. Baadaye Yusufu alikaribisha ndugu zake huko. Sasa Yusufu anafariki, anawaambia, mimi ninaenda kufariki lakini nawaachia Mungu. Mungu wenu Mungu atawalinda.
na Mungu atawainua, na Mungu atawapeleka mpaka nchi alisema, aliahidi baba zetu atawapeleka, aliahidi Abraham baba yetu. Mungu akikutembelea faida. Wakati Yusufu alitembelewa na Mungu akiwa mdogo, kama ndugu zake wamemuuza, hii ni faida ya kutembelewa na Mungu. Au wachieni watoto urithi, unawaachia urithi wa Mungu. Yusufu anaachia ndugu zake, Mungu anawaachia Mungu. Nasema anafariki lakini awachieni Mungu. Mungu wanyo, Mungu wao, Mungu atawalinda, atawainua, atawapeleka mpaka nchi ya ahadi. Faida ya kutembelewa na Mungu. Hiyo ni faida ya kutembelewa na Mungu. Hali ngumu ya kimaisha. Hiyo ni Luka 5:2-7. Luka 5:2-7. Luka. Hali ngumu ya kimaisha. Hapo kwa Yusufu kuna mambo mengi sana. Tutasoma. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana kubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Amina. Hali ngumu ya maisha. Hapo kuna maneno mara mbili. Walikuwa na hali ngumu sana ya maisha, walikuwa wamelala usiku kucha, walikuwa hawajaona hata samaki ya kupeleka nyumbani, walikuwa wanaosha zile nyavu kama wanatafakari. Hatuna mkate, hatuna school fees, hatuna rent, mambo yamekuwa meovu wakitafakari. Lakini Yesu mara moja Yesu akatokea tu. Na Yesu akaomba mashua. Sasa zingine kupe mtu kitu, uje wangu nampe nini? Akisema usiku kucha, chukua tu, maana usiku kucha tumelala hatujapata hata mkate wa kupeleka nyumbani. Lakini Yesu akawaambia, rudisha nyavu ndani ya maji mtapata samaki. Rudisha nyavu ndani ya maji. Ilikuwa ni ngumu ya maisha. Walikuwa wanatafakari usiku mzima, wataenda, kuna school fees, kuna kukula nyumbani, kuna familia, kuna mambo mengi ambayo mwanadamu anastahili afanye. Lakini walikuwa wamelala usiku kucha, hawajapata hata kitu ya kupeleka nyumbani. Lakini wakati Yesu kuja, Yesu anakusurprise. Yesu kuja kwa njia nyingine tofauti sana. Basi wakati Yesu aliomba chombo, mara moja Yesu akatokea akapata wanavua nyavu. Walikuwa wanaosha nyavu, wanakunja nyavu yao kwa sababu ilikuwa imelala ndani ya maji, ili tu mtu fanya nyavu kutoka ndani ya maji.
kitoka ndani ya maji usiku kutwa wakitafakari tutafanya nini. Mwingine anaambia mwingine school fees na rent, mambo ni ngumu, tutakula nini. Walikuwa na mawazo mengi, walikuwa wanatafakari. Walikuwa na mambo mengi sana katika mawazo yao, walikuwa na akili, walikuwa na waza mambo mengi sana. Lakini mara Yesu akatokea tu na akaomba ile nyavu avuke ng'ambo ile. Na wakasema chukua tu, maana tumelala usiku kucha hatujavua samaki hata mkate upeleka nyumbani hamna. Lakini Yesu aliwaambia rudisheni nyavu ndani ya maji. Kurudisha nyavu ndani ya maji walipata samaki mingi sana. Na hata wakaita jina wakaomba ingine mwenye ilikuwa kwa maji na marafiki zao kuja wasaidie kuvuta samaki, kutoa samaki ndani ya maji. Na Yesu akawaambia kuanzia leo tu hamtakuwa vivu wa watu, mtakuwa vivu, hamtakuwa vivu wa samaki, mtakuwa vivu wa watu. Maana hapo kuna kitu Yesu alifanya kwa wanafunzi wake. Alipowaambia maneno tu, alipotamka maneno ambayo alitamka tu, mtakuwa wanafunzi wa watu, mtakuwa mkivua watu. Hiyo Yesu alikuwa amewapatia mamlaka ya kufanya kazi yake. Hiyo ni mamlaka Yesu alikuwa amepeana. Sasa hali ni ngumu, lakini kuna mwamba mbele yako. Hali ni ngumu ya maisha. Endelea tu kuomba. Wale walikuwa na tafakari usiku, wataenda kupeleka nini nyumbani ukiwa na watoto. Labda umeenda kutafuta kibarua mahali hujapata. Unawaza nikienda nyumbani kuna mdogo wa maziwa, kuna mdogo wa pampers, kuna wale wa shule, mimi mwenyewe nasema nilipe nyumba, nasema majukumu yangu yaendelee. Unapokuwa ukitafakari, Yesu huja kwa ghafla. Hiyo ni tumesema kuhusu kutembea na Mungu. Unapotembea na Mungu, Mungu hutembea. Wakati alimtembelea Sara, wakati alimtembelea bibi Abraham, Sara aliweza kupata mtoto wa kiume na akabalishwa jina. Kutembelewa na Mungu ni faida. Kwa hivyo ukiona Sara sasa hapo walikuwa tena wakaambiwa mtakuwa vivu wa watu, mtakuwa mnavua wa samaki, mtakuwa mnavua watu. Maana Yesu anawapatia tena mamlaka ya kufanya kazi yake. Walikuwa na imani kwa sababu hata walipoenda kumtumikia Yesu, walikuwa na imani kwa sababu walikuwa wamelala usiku kucha, walikuwa wameenda tu kwa ile mto. Hiyo tu bahari ndio walishinda usiku mzima. Hiyo bahari tu Yesu alisema, "Rudisha nyavu ndani ya maji, utapata samaki mingi sana." Hiyo tu bahari ndio walikuwa wamelala usiku kucha, walikuwa hajapata kitu. Ndio walikuja kabisa nyavu na wakapata samaki mingi. Kwa sababu Yesu aliwaambia rudisheni nyavu. Yesu hutembea na Yesu huongea. Tuko tu kutembelewa na Mungu. Na Yesu alipowatembelea pale baharini, warudisha nyavu ndani ya maji wakapata samaki mingi. Wakati Mungu anakutembelea, unaweza kuwa tu hutaona kitu. Unajua saa zile Mungu anatembea siku tuna panic. Tunasema hata mgeni anakwambia saa fulani nitakuja kwako, unasema hata sina chakula, nitatoa wapi hata. Wacha tuseme sasa hata Ruto akisema, Ruto anaweza piga simu aseme, Ruto, Priscilla, nitakuja kwako kesho asubuhi. Sasa kama Ruto anasema anakuja kwako, una panic nini? Una panic Ruto atakula nini? Utatoa wapi chakula ambayo mtu atakula, mgeni atakula? Hapana, siku zingine mgeni ukuja anakuwa baraka kwako. Kuna mgeni anaweza kuja kwetu baraka kwako. Kuna mtu hata dada yako anaweza kwambia, ni siku mingi akujangi kwa nakwambia nakuja kwako, fungua mlango huko kesho nakuja kwako, hata nakwambia nakuja tu kwako haraka. Kwa nini una panic kwa nini? Na mgeni huleta baraka. Wakati Yesu alikuja, wanafunzi wa Yesu walibadilika, wakubaki vile. Walikuwa ni ngumu sana ya maisha. Yesu huja tu ghafla. Yesu asemangi anakuja, wanafunzi hawakujua anakuja. Pale baharini hawakujua anakuja, lakini alikuja tu ghafla. Sasa hali yako ya ngumu, kuna kutembelewa na Mungu, kuna kutembelewa na Mungu. Mungu tembea. Mungu tembea kwa njia yoyote, Mungu tembea kwa hali yoyote. Mungu tembea kwa maisha, kwa hali yote Mungu tembea. Na Mungu tembea kwa njia yoyote. Mungu anaweza tembea wakati wa fedha, unaweza kuwa unataka hata kitu Mungu. Yaani Mungu tembea. Mungu aliwatembelea, alijua hali yao ilikuwa ngumu. Wakujua atakutana na Yesu, wakujua Yesu atakuja pale baharini. Yesu atakuja, hawakujua Yesu atakuja kuomba mashua, hawakujua. Lakini katika hali yako ngumu na maisha ambayo unaishi ngumu, wewe mtegemee tu Mungu. Mungu tembea, Mungu tembea. Jinsi ya kutembelewa na Mungu, Mungu tembea kwa njia nyingi. Mungu anaweza kutembelea kwa njia tofauti. Sasa inatakiwa ujue
Mungu tembea. Mungu najua inatakiwa ujue kwamba Mungu yeye huwa anatembea. Tena Mungu tembea saa zile hujatarajia. Wakati Martha wameshamzika Lazaro, wameshakata tamaa wakisema ndugu yetu alishakufa tukamzika. Yesu alikuja tu ghafla na akasema mmemzika wapi Lazaro? Ndoeni lile jiwe. Na Lazaro mara moja akatoka kaburini. Yaani Mungu anakuja kwa ile hali ngumu ambayo hujatarajia. Ile hali unaona kwamba mimi nimefika mwisho, ile hali unaona mimi siwezi. Lakini Mungu huja kwa ile hali unasema nimekata tamaa. Kweli Mary alikuwa amekata tamaa na wakina Martha walikuwa wamekata tamaa. Wakasema Lazaro alishakufa ndugu yetu, hatuna tena ndugu tena. Basi alishakufa. Wakalia kuomboleza, walikuwa bado wanaomboleza, lakini Yesu alikuja ghafla tu na akasema mmemzika wapi Lazaro? Yesu hakuja Lazaro akiwa mgonjwa, Yesu hakuja Lazaro akiwa ward, Yesu hakuja Lazaro baada hajazikwa. Yesu alikuja wakati Lazaro ameshakufa. Wakati wamesha lose hope kabisa, ndio Yesu anakuja anasema mmemzika wapi Lazaro? Ondoeni lile jiwe. Na Lazaro akatoka kaburi na hali ikabadilika kwa ile boma na maisha ikabadilika na Lazaro akawa rafiki wa Yesu na Yesu alikanya kwa ile boma. Yesu alipasia hata Lazaro peke yake kuamka. Yesu alipokuja alibadilisha mambo mengi sana kwa ile boma. Kwa hivyo Yesu kutembelewa na Mungu, Mungu tembea. Mungu anatembea. Hiyo ni kutembelewa na Mungu. Mungu tembea ghafla tu, Mungu tembea. Mungu tembelea kila mtu. Kwa hivyo hiyo ni kutembelewa na Mungu. Wale wanafunzi walibadilika maisha yao na pia wakabadilika, wakatoka kuvua watu wakaishi maisha ngumu, kazi ambayo walikuwa wanafanya, kulala baharini, kazi ngumu. Wakati wanafanya kazi ya kufanya kazi ya Mungu ya kutembelea wagonjwa wakiwaombea. Walikuwa na sisi wakatoka baharini kwa baridi. Mungu akikutembelea anabadilisha hali, anabadilisha hata kazi yako. Alipowatembelea wale pale baharini alibadilisha maisha yao. Walikuwa samaki mingi, wakakuja wakawa wanafunzi wa Yesu, wakawa wanatembea na Yesu. Unaona? Yesu akawapatia kazi ya kuombea wagonjwa. Kwa hiyo Mungu akitembelea kuna mambo itafanyika tofauti. Si hata jambo moja. Hii si jambo moja litendeka. Walikuwa samaki mingi sana. Tena wakawa ni wanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo walipotembelea hali yao ilibadilika, wako ndio vile walikuwa. Kwa hivyo kutembelewa na Mungu akitembelea kuna mambo inabadilika. Na Mungu tembea. Wewe mgoje kama hajatembea, atatembea. Usikate tamaa, atatembea tu. Sababu ungeambia jamaa Yesu atashuka saa hizi na mtakuwa samaki mingi, baada ya wana hawa hawangekubali. Kwa hivyo kutembelewa na Mungu inaleta matofauti kubwa sana. Yesu huondoa aibu. Mungu akikutondelea aibu inatoka. Aibu yao ilitoka, aibu ya wale jamaa ilitoka. Na kusema tumelala usiku kucha, hatuna hata mkate wa kupeleka nyumbani. Yesu alipowatembelea aibu iliisha. Yesu akikutembelea anamaliza aibu. Yesu akikutembelea anafunika aibu yako. Yesu akikutembelea maisha yako yanabadilika, utabaki vile ulikuwa. Yesu akikutembelea unakuwa na maisha mapya. Unakuwa kiumbe chipya. Anabadilisha. Walikuwa nalala baharini kila siku, wanakuwa samaki kwa maji. Waliishi ndani ya maji kama samaki. Lakini wakati Yesu aliwatembelea walipata faida. Yesu alifanya kuwa watumishi wake na leo pia ilibadilika hata maisha. Kwa hiyo Yesu akitembea uacha kitu tofauti, anawachanga kitu tofauti ndani yako. Yesu akitembea kuna hali inabadilika. Hautabaki vile vile. Kwa hiyo inatakana ujue Yesu utembea. Yesu utembea. Na akitembea maisha yanabadilika. Akitembea utapata watoto wataoa. Akitembea wataolewa. Akitembea watapata kazi. Yesu. Kwa hivyo Yesu utembea. Endelee tu kumwomba Yesu utembea. Yesu akwambiaje akikuja, lakini tabia Yesu anatembea sana. Na Yesu anazungumza.